Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatatu ya tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2026, juma la 4 la Kwaresma katika mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 65 aya ya 17 hadi ya 21, na Injili kutoka kwa mwinjili Yohane sura ya 4 aya ya 43 hadi ya 54. Karibuni tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Baada ya siku 2 hizo, Yesu aliondoka huko akaenda Galilaya, kwa maana Yesu mwenyewe alishuhudia ya kwamba nabii hapati heshima katika nchi yake mwenyewe. Basi alipofika Galilaya, Wagalilaya walimpokea, kwa kuwa wameyaona mambo yote aliyoyatenda huko Yerusalemu wakati wa sikukuu, maana hao nao waliendea sikukuu. Basi alifika tena Kana ya Galilaya, hapo alipoyafanya yale maji kuwa divai. Na palikuwa na diwani mmoja ambaye mwanawe hawezi huko Kapernaumu. Huyo aliposikia ya kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahudi mpaka Galilaya, alimwendea akamsihi ashuke na kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa kufani. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu, hamtaamini kabisa. Yule diwani akamwambia, Bwana, ushuke, asija kufa mtoto wangu. Yesu akamwambia, enenda, mwanao yu hai. Mtu yeye akalisadiki lile neno aliloambiwa na Yesu, naye akashika njia. Hata alipokuwa akishuka, watumwa wake walimlaki wakisema ya kwamba mtoto wake yu hai. Basi akawauliza habari ya saa alipoanza kuwa hajambo, nao wakamwambia, jana saa 7 homa ilimwacha. Basi babaye akafahamu ya kuwa ni saa ile ile alipoambiwa na Yesu, mwanao yu hai. Akaamini yeye na wote wa nyumbani mwake. Hiyo ni ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipokuwa ametoka Uyahudi kufika Galilaya. Neno la Bwana. Wapendwa wasikilizaji, masomo yetu ya leo yanatukumbusha umuhimu wa kuamini nguvu za neno la Mungu na uponyaji wa kiroho. Katika Injili takatifu tumesikia kuhusu imani na ishara ya pili anayofanya Yesu huko Galilaya. Anamponya mwana wa akida, afisa wa mfalme. Mwinjili Yohane anauita muujiza huu ni wa pili, mara baada ya ule wa maji kuwa divai. Katika muujiza wa kwanza, divai inawakilisha kubadilishwa kwa sheria kuwa neema, na katika muujiza wa pili, yaani kumponya mwana wa akida, inawakilisha nguvu ya neema hiyo kuleta uzima kwa wale walio mbali, yaani watu wa mataifa. Mara baada ya Yesu kukaa siku 2 na Wasamaria ambao walimwamini kwa neno lake tu,
Yesu anarudi Galilaya na anasema, nabii hapati heshima katika nchi yake mwenyewe. Ndugu msikilizaji, Wasamaria walimwamini Yesu kwa sababu ya ufunuo wake, lakini Wagalilaya walimkaribisha kwa sababu walikuwa wameona miujiza aliyofanya Yerusalemu. Na hapa tunapata tofauti kati ya kumkaribisha Yesu kama mtoa miujiza na kumkaribisha kama Mwokozi. Tunapaswa kumwamini Kristo kama Mwokozi wetu. Mpendwa msikilizaji, tumesikia afisa wa mfalme anakuja kwa Yesu, tena kwa haraka, kwa sababu mwanaye anakufa. Imani ya afisa huyu ilianza kwa uhitaji, ikapita kwenye utii, yaani aliamini neno akaenda, na ikaishia kwenye ushuhuda, yeye na nyumba yake wakaamini. Ndugu mpendwa, Yesu hamfuati afisa huyo nyumbani, anamwambia tu, enenda, mwanao yu hai. Yesu hapa anaonyesha kuwa mamlaka yake hayazuiliwi na umbali wala muda. Neno la Yesu lina uwezo wa kusafiri na kutenda kazi popote pale. Mara nyingi imani yetu inategemea kuona matokeo kwanza, lakini Yesu anataka kutuvuta kutoka kwenye imani ya kutegemea miujiza kwenda kwenye imani ya kutegemea neno lake. Ndugu yangu katika Kristo, tumesikia wakati afisa huyo anarudi, watumishi wake wanamlaki na habari njema ya uponyaji wa mwanaye. Na alipouliza saa ambayo kijana alianza kupata nafuu, ilikuwa ni saa ile ile, yaani saa 7. Katika Biblia Takatifu, 7 ni namba ya utimilifu na pumziko, yaani Sabato. Saa ambayo kijana huyu alipona ni saa ya neema. Mtakatifu Jerome anaona kuwa uponyaji huu haukuwa tu wa mwili, bali ulikuwa ni kupumzika kutoka katika homa ya dhambi na mauti. Ni ishara ya Agano Jipya ambapo mwanadamu anapata uzima kupitia neno la Kristo. Ndugu msikilizaji, Yesu aliposema mwanao yu hai, hapa tunajifunza kwamba tunapoamini na Yesu akatamka, muujiza unaanza papo hapo, hata kama macho yetu hayajauona bado. Imani ya kweli si hisia, bali ni kuchukua hatua kufuata neno la Yesu, hata kama mazingira hayajabadilika. Afisa aligeuka kurudi nyumbani akiwa bado hana ushahidi wa macho. Tunapomwomba Mungu kwa dhati na unyenyekevu, tuamini kuwa tayari tumepokea, maana yeye hutenda kwa wakati. Pia mwinjili Yohane anasema afisa huyu alipopata uthibitisho wa muujiza huo, basi akaamini yeye na nyumba yake yote. Hii inatufundisha kuwa muujiza mmoja katika maisha yetu unapaswa kuwa ushuhuda wa kuleta wokovu kwa watu wa jamii nzima. Muujiza ulianza kwa baba hitaji binafsi, lakini ukaishia kwa nyumba yake yote, wokovu wa pamoja. Ndugu yangu, baraka tunazozipokea zimekusudiwa pia kuwavuta wengine kwa Kristo. Mungu anatutaka tuwe daraja la wengine pia kupata baraka. Tumwombe Mungu atuongezee imani ili tuzidi kuliamini neno lake lenye uzima na tupate uponyaji wa roho na mwili.
Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frate Jackson Christopher Mushi kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu la Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.